Our Stories. Karibu tukusimulie. Nilimkuta wakati ambao sikuwa namtafuta. Alikuwa anatabasamu. Sauti yake ilikuwa tiba na uwepo wake ulinifanya nisahau dunia. Kila siku tulicheka kama watoto. Tulizungumza hadi usiku wa manane. Na kila ahadi aliyoniambia niliamini kama sala. Nilijifunza kumpenda bila masharti, nikampa moyo wangu mzima bila kuhifadhi chochote. Nilijiona bahati, nikajiona mshindi, sikujua furaha ile ile ndio mwanzo wa somo kubwa maishani mwangu. Mambo yalianza kubadilika taratibu, kwa maana hata ule ujumbe uliokuwa unajibiwa haraka hapo mwanzoni, hafla nao ukaanza kuchelewa. Hata pia ile sauti yake nzuri ilikuwa na joto ndani ya moyo wangu naweka baridi. Nikaanza kuumia kimya kimya, nikaanza kujilaumu, au labda nakosea, au labda tunahisi sana, au ni vile ni mimi ambaye nilimpenda zaidi, lakini yeye huenda hakuwa na hisia na mimi. Nilivumilia, nikanyamaza, kwa sababu moyo wangu ulikuwa unamchagua yeye hata pale anapoumia. Siku ambayo nakuja kugundua ukweli, niliona ujumbe ambao haukuwa wangu wa kusoma, lakini ulikuwa ni ujumbe wangu wa kuumiza. Ahadi zile alizoniahidi mimi zilikuwa zikisemwa kwa mtu mwingine. Mapenzi yakageuka aibu, imani yangu ikageuka machozi. Ilivunjika, nikapotea, mpaka nikajiuliza kama kweli nilikuwa thamani kwake. Lakini maumivu yale yalinifundisha kitu kimoja: sio kila unayekuwa naye kwenye mahusiano atakupenda kwa dhati. Ni kweli inawezekana, lakini watu wanabadilika. Muda ulienda, siku zikasogea, miaka ikakatika. Baada ya muda nilijiponya taratibu, nikaanza kujifunza kupenda tena. Nikajifunza kuwa sawa hata bila mtu. Siku moja bila kutarajia nikakutana na mtu aliyeniona bila kuniumiza, aliyenisikiliza bila kuniahidi uongo. Sikupenda haraka, lakini safari hii nilipenda kwa busara. Nikagundua ya kuwa usaliti hauui mapenzi, unaua mapenzi yasiyo sahihi. Na hapo ndipo niliamini tena kwamba bado kuna mapenzi ya kweli kwa yule anayestahili. Usisahau kusubscribe, kunifollow, kulike, kucomment na kushare zaidi. Asante.